Hiyo ndo maana ADC tumekuja na sera ya kusema kwanza shibe, pili elimu bure mpaka wapi? Chuo kikuu. Na elimu hii iunganishwe ya dini na kadhalika mpaka watoto wote wasome mpaka chuo kikuu bure. Kupasi hakuja kuwa neema, kumekuwa mtihani kwa wazazi. ADC tunasema sio sawa, anayepasi anayefaulu akasome bure mpaka chuo kikuu. Kwa nini Hamadi kasoma bure, wewe usimtake mtoto mwenzako akasoma? Akielezea sera za chama chake ambazo atazitekeleza endapo akichaguliwa na Wazanzibari katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kiwanja cha Kibanda Maiti, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC kwa upande wa Zanzibar, ndugu Hamadi Rashid Mohamed, amesema kila mmoja ni khalifa kwa wenzake, hivyo ni lazima kuhimizana mazuri na kudumisha amani katika nchi. Jenzi wa ovyo ovyo tuondokane nao. Njoo kwenye ADC ambapo tuna introduce smart cities. Duniani sasa watu wanakwenda mijini ili wapate maeneo ya vijijini kulima na kuendeleza mazingira. ADC tumetengeza michoro tayari ya kujenga smart cities 9 ili watu wahame vijijini. Vijijini tukapande minazi na mikarafuu, vijijini tukafuge ng'ombe, vijijini tukalime vizuri ili watu wapate hewa, wapate mvua za uhakika na usambazaji wa bidhaa na huduma uwe bora. ADC 70% vitendo, 30% maneno. Tumeingia madarakani, hatujaingia madarakani, tutaomba kufanya hivyo, na eneo tumeshaomba Micheweni, tunajenga hospitali, tunajenga viwanda 5 vya madawa ili vijana wapate kazi za uhakika, sio za kubabaisha. Nimesema siku 100 zikifika, mchele Zanzibar utakuwa 1500, hautaongezeka. Nimeacha kusema askari watanigea dakika 5. Nimeacha kusema mfanyakazi au mtumishi atakayeingia kwenye serikali ya ADC atadeclare rasilimali zake kabla ya kuingia, na akitoka na zitahojiwa. Hakuna mtu atajilimbikizia maji ndani ya serikali chini ya ADC. Utaki ufisadi utakoma. ADC itahakikisha scholarship zote tunazitangaza na kila mtu anaomba. Mtandao ndio utakaoamua nani apate nani akose, sio sasa hivi kupendeleana. Chini ya ADC ajira zitatangazwa kwenye mtandao, na mtandao utafanya kazi kutuambia nani anafaa kuajiriwa na nani anafaa kuachwa, sio kupendelea inavyotokea sasa hivi. Chini ya ADC tutahakikisha Zanzibar ina akiba ya chakula, kwa sababu tunahitaji hekta 5000 tu za kuhakikisha kila Mzanzibari anaangalau kilo 1000 ya mchele ndani ya nyumba yake. Wenzangu wanataka miaka 5, mimi nakuombeni 3. Experience, nia, utashi wa kuwafanyia nao, na kuombeni sana. Naye mgombea urais wa tiketi cha chama cha Alliance for Democratic Change kutokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Wilson Elias, amesema endapo atachaguliwa atatoa pembejeo zote za kilimo bure na mafuta kwa ajili ya matrekta ili kuamua wakulima katika kuwekeza chakula, sambamba na kuwaasa vijana na wananchi kwa ujumla kufanya uchaguzi wa amani na kuchagua viongozi bora kwa ajili ya kupata maendeleo ya nchi. Kuna mwananchi ambaye anatumia pawatila kwenye kilimo. Sisi ADC tunasema tutatoa pembejeo zote za kilimo bure, lakini kodi pamoja na tozo zote kwenye kilimo tutaondoa. Ndugu zangu, ninawaasa ya kwamba tufanye uchaguzi wa amani,
muda utakapofika tarehe 29 wote tujitokeze tukapige kura, tuchague viongozi, wawakilishi, wabunge pamoja na madiwani ambao wataweza kutunga sheria, wataweza kutunga sera ambazo zitaenda kubadilisha maisha yetu. Lakini pia tufuate sheria kama zinavyosema kwamba baada ya kupiga kura basi haitakiwi mikusanyiko ndani ya eneo la mita 200. Kwa tupige kura kwa amani, tuchague viongozi bora, tuchague viongozi wa ADC ili tuweze kuwaletea maendeleo. Aidha, mwenyekiti wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC ndugu Shabani Itutu amemuomba rais ajaye washughulikie zaidi wananchi ili waondokane na umasikini nchini. Ukivuka na kitu chochote pale bandarini unakwenda bara, upande wa bara huwezi kuvuka hata na TV, utafikiri unatoka Marekani au Japani kwenda Tanganyika. Mpaka watu wanapata hasira wakiwa na mizigo yao wanaipasua pale bandarini kwa sababu ya kuogopa tozo na kodi kubwa, wakati nchi ni moja na ni jamhuri moja ya Tanzania. Tuchagueni ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapatokuwa na kodi mbili. Mheshimiwa Rais, moja ya kitu utakwenda kuondoa ni namba 2 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwe na namba 1 za magari. Ukivusha gari yako unakwenda Pemba kutoka bara, isiombwe ushuru. Ukivusha kutoka Zanzibar kwenda bara, usiombwe ushuru. Akihutubia katibu mkuu taifa wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC Mwalimu Hamadi Aziz amesema wapo kwa ajili ya kunadi sera zao na kupatwa kusikilizwa ili kuweza kupata mazuri ya Zanzibar na kuzungumzia mengi aliyoyafanya mgombea urais wa tiketi ya chama hicho. Mgombea wetu wa urais wa Zanzibar ndiye mtu pekee ambaye rais wa awamu ya kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimteua waziri akiwa na umri wa miaka 21. Mgombea wetu wa urais ndiyo kiongozi pekee wa upinzani kwenye bunge ambalo lilikuwa lina ushindani wa hoja, sio vurugu. Mgombea wetu wa urais ndiyo mtu pekee ambaye kwa mara ya kwanza amesababisha katika hospitali ya Mnazi Mmoja kufanyika operation wa figo akiwa yeye ni waziri wa afya. Ndugu zangu, kama hiyo haitoshi, kwenye sekta ya michezo, wakati amekwenda kusoma nchini Korea, alimuomba rais wa Korea wakati huo aje atujengee kiwanja cha mpira, ndio kile mnachokiona Gombani Pemba. Mgombea wetu wa urais ndio waziri pekee wa afya ambaye ulikuwa unaweza kumpata hospitalini mpaka saa 8 za usiku. Nataka niwaambie, sisi ADC tuna kila sababu ya kumleta Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed kuwa mgombea wa urais wa Zanzibar, kwa sababu tunajua uwezo anao, sifa anazo. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.